Karibu kwa taarifa zetu. Mfasiri kwa lugha ya ishara ni Yula Nzale. Mtazamaji, shughuli za biashara katikati ya jiji la Nairobi zilisitishwa kwa saa kadhaa, huku wafanyabiashara wakiandamana kulalamikia ongezeko la ushuru kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje. Wafanyabiashara hao walifunga biashara zao na kuingia mitaani, japo polisi walitibua azma yao ya kufika katika makao makuu ya kukusanya ushuru KRA kuwasilisha malalamishi yao. Wafanyabiashara hao walirushiwa vitoa machozi na kulazimika kutawanyika, huku mamlaka ya KRA ikitetea kodi hiyo. Ben Kirui anatufungulia jamvi la Nipashe na taarifa hiyo. Punde tu walipoanza msafara wa kuelekea bungeni na hatimaye makao makuu ya mamlaka ya KRA, polisi walirusha vitoa machozi hewani. Ikawa mguuni ponye kwa mamia ya wafanyabiashara waliokuwa na dhamira ya kupeleka malalamishi yao kwa mamlaka ya ushuru. Wameamua kutupiga tear gas, wameamua kutufukuza. Maandamano ya wafanyabiashara yamechochewa na ongezeko la kiwango kipya cha dhamani ya ushuru. Ongezeko hilo lililoanza kutumika Agosti 20 ni kutoka shilingi milioni 2.5 hadi shilingi milioni 3.2. Ushuru huu ukiwa ni kiwango kinachotumika kukadiria dhamani ya bidhaa zinazoagizwa nje kwa pamoja. Tunataka serikali itusikize, KRA watusikize, washukisha ama wakubali tuendelee na benchmark ya 2.5. Ile wanapoongeza wameongeza already 3.2, ni kitu haiwezi wezekana kwa biashara. Wafanyabiashara wanasema nyongeza itaongeza gharama za kuagiza bidhaa na kuzidi kubana faida zao, jambo ambalo litawalazimu kuongeza bei au kupunguza shughuli zao za biashara. Unapata clients ulikuwa unakulanga hata kama profit ya 1,000 ama 1,500. Sasa unapata hata 1,500 yenyewe uone. Mamlaka ya KRA imefafanua kwa kiwango hicho si kodi ya lazima ambayo kila mtu anatakiwa kulipa, bali kiwango cha chini kinachotumika kusaidia kuamua jinsi ya kushughulikia na kukagua bidhaa zinazoagizwa nchini. And we are not insisting on the 3.2. We are saying it is okay. It is not a law. If you do not want, let's look at your items. Let's, open up your container. Let's verify. Let's ascertain the items, and then we assess the fair taxes that you should pay. Isipokuwa sekta ya usafiri ambapo matatu zinaendelea na shughuli zao za kila siku, shughuli nyingi jijini zimesimama, maduka na biashara nyingine zimefungwa, huku wafanyabiashara wakiingia mitaani kuandamana. Hata hivyo, maeneo mengine ya jiji kama vile mtaa wa Eastleigh, biashara ilikuwa kama kawaida. Najua mambo ya ushuru, kuna ungumu wa ushuru, lakini tukasema tutaendelea kuongea na hawa wale wa KRA wako tayari tuongeleshane, tuseme hii inatuumiza, hii tufanye hivi. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.